Kila siku nchini Kenya, familia kadhaa hupokea habari ambazo hubadilisha maisha yao milele. Daktari amesema ni saratani. Maneno hayo manne pekee yamewahi kuangusha familia, kufunja ndoa, kuuza shamba, kufirisi biashara na kuacha watoto yatima. Watu wengi wakisikia neno saratani huamini kila kitu kimekwisha. Wengine huanza kupanga mali zao, wengine huingia madeni wakijaribu kuokoa maisha ya wapendwa wao. Lakini swali kubwa ni hili: je, saratani ni hukumu ya kifo? Je, ni ukweli kwamba ukigunduliwa uko na saratani lazima uende India ili kupona? Na kwa nini ugonjwa huu unaendelea kuua maelfu ya Wakenya kila mwaka? Leo tutachambua ukweli wote kwa lugha rahisi kabisa ili kila Mkenya aelewe. Karibu tena kwenye Mr. Zack. Kama bado hujabonyeza subscribe, fanya hivyo sasa hivi na uwashe kengele ili usikose makala zetu za elimu, afya, siasa, masuala muhimu yanayogusa maisha ya kila Mkenya wa kila siku. Leo tunaangazia ugonjwa ambao kwa sasa ni miongoni mwa magonjwa yanayotisha zaidi duniani. Mimi niite Nyambunde Zack. Saratani. Kwa miaka mingi watu waliamini ni ugonjwa wa matajiri, lakini leo ukweli ni tofauti. Mkulima wa Kisii, mfanyi biashara wa Nairobi, mvuvi wa Homa Bay, bodaboda wa Nakuru, mwalimu wa Turkana, mtu yeyote anaweza kuathirika. Na jambo la kusikitisha ni kwamba wengi hugundua ugonjwa huo ukiwa umefika hatua za mwisho. Saratani kwanza ni nini? Mwili wa binadamu umejengwa kwa mabilioni ya seli. Seli hizi hukua, hufanya kazi na kufa kwa utaratibu maalum. Lakini wakati mwingine baadhi ya seli huanza kukua bila mpangilio. Badala ya kusimama, zinaendelea kuongezeka. Hatimaye huunda viumbe au huanza kuharibu viungo vya mwili. Hapo ndipo tunapata ugonjwa unaoitwa saratani. Na ndiyo maana saratani ni hatari, kwa sababu inaweza kuanzia sehemu moja na baadaye kuenea sehemu nyingine za mwili. Hebu tuone saratani inasababishwa na nini. Hakuna sababu moja tu. Madaktari wanasema kuna mambo mengi yanaweza kuongeza hatari ya kupata saratani. Miongoni mwao ni uvutaji wa sigara, matumizi ya tumbaku, unywaji wa pombe kupita kiasi, lishe isiyo bora, kutofanya mazoezi, uzito kupita kiasi, baadhi ya virusi kama HPV na hepatitis B kurithi kutoka kwa familia, kemikali na uchafuzi wa mazingira. Lakini jambo muhimu kukumbuka ni hili: kuna watu ambao hawajawahi kuvuta sigara wala kukunywa pombe, lakini bado wanapata saratani. Hivyo kila mtu anapaswa kuwa makini. Hebu tuone aina za saratani na jinsi zinavyoathiri mwili. Saratani ya matiti. Hii huathiri matiti ya wanawake na wakati mwingine wanaume pia. Huanzia kwenye seli ya matiti na inaweza kusambaa kwenye mapafu, mifupa na viungo vingine. Dalili zake ni pamoja na uvimbe kwenye titi, maumivu au mabadiliko kwenye ngozi ya titi. Saratani ya mlango wa kizazi. Hii huwapata wanawake. Mara nyingi husababishwa na virusi vya HPV. Dalili zake zinaweza kuwa kutokwa damu isiyo kawaida au maumivu ya nyonga. Habari njema ni kwamba chanjo na uchunguzi wa mapema vinaweza kusaidia sana kuizuia. Saratani ya tezi dume huathiri wanaume hasa wenye umri mkubwa. Huanzia kwenye tezi dume na inaweza kuathiri mfumo wa mkojo. Mgonjwa anaweza kupata shida ya kukojoa au kukojoa mara nyingi. Saratani ya umio. Hii imekuwa tatizo kubwa sana Kenya. Huathiri njia inayopepa chakula kutoka mdomoni kwenda tumboni. Mgonjwa huanza kupata shida ya kumeza chakula. Wakati mwingine hata kunywa maji huwa changamoto. Saratani ya utumbo mpana huathiri mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Dalili zake ni pamoja na damu kwenye choo, maumivu ya tumbo au mabadiliko ya haja kubwa. Ndiyo maana madaktari husema
Usipuuze dalili zinazodumu kwa muda mrefu. Je, saratani ni hukumu ya kifo? Jibu kamili ni hapana. Na hapa ndipo watu wengi hukosea. Ukweli ni kwamba maelfu ya watu duniani wamewahi kupata saratani na wakaendelea kuishi maisha ya kawaida baada ya matibabu. Tatizo kubwa ni kuchelewa kugundua ugonjwa. Wakenya wengi huenda hospitali wakati ugonjwa umeenea mwilini. Hapo matibabu huwa magumu zaidi. Ndiyo maana uchunguzi wa mapema ni muhimu sana. Watu wengine wanauliza, ni lazima uende India ndio upate kupona? Kwa miaka mingi Wakenya wengi waliamini tiba bora ya saratani hupatikana India. Ni ukweli kwamba baadhi ya wagonjwa huenda India kutafuta matibabu maalum. Lakini ukweli ambao watu wengi hawajui ni kwamba Kenya imepiga hatua kubwa katika matibabu ya saratani. Leo kuna hospitali nyingi nchini Kenya zinazotoa huduma na uchunguzi wa janga hilo la saratani. Changamoto kubwa si kukosekana kwa madaktari pekee. Changamoto kubwa ni gharama. Familia nyingi huishiwa pesa kabla ya matibabu kukamilika. Ndiyo sababu baadhi ya watu huuza mashamba, magari na hata nyumba. Wengine huanzisha harambee, wengine hukata tamaa kabisa. Je, serikali imepiga hatua yoyote kushughulikia janga hili? Katika miaka ya hivi karibuni, serikali imeongeza vituo vya matibabu ya saratani katika sehemu mbalimbali za nchi. Pia NHIF ilibadilishwa kuwa SHA na mfumo mpya wa afya unaolenga kusaidia wananchi kupata huduma za matibabu kwa urahisi zaidi. Lakini ukweli ambao Wakenya wengi bado wanaujua ni kwamba changamoto hazijaisha. Bado kuna wagonjwa wanaosafiri umbali mrefu kutafuta huduma. Bado kuna uhaba wa vifaa katika baadhi ya maeneo, na bado gharama za matibabu ni mzigo mkubwa kwa familia nyingi. Kwa hivyo, vita vya saratani bado vinaendelea. Sasa Wakenya wanapaswa kufanya hivi. Kwanza, acheni kuogopa uchunguzi. Watu wengi huogopa kwenda kupimwa kwa sababu wanafikiria wakigunduliwa watafariki. Lakini ukweli ni kwamba kugundua mapema ndiko kunaweka maisha hatarini. Pili, kula lishe bora, matunda, mboga, mazoezi, kupunguza pombe, kuepuka sigara. Tatu, fanya uchunguzi wa afya mara kwa mara. 4, pata chanjo zinazopendekezwa na wataalamu wa afya. Mwisho kabisa, usipuuze dalili za mwili wako. Ndugu zangu wa Kenya, saratani imeondoa wazazi, imeondoa watoto, imeondoa viongozi, imeondoa marafiki na ndugu. Lakini jambo moja lazima tulikumbuke. Saratani sio hukumu ya kifo. Maarifa yanaokoa maisha. Uchunguzi wa mapema unaokoa maisha. Na ndio sababu tunapaswa kuelimishana badala ya kuogopana. Kama umefika mwisho wa makala hii, andika kwenye maoni, maarifa huokoa maisha. Mimi ni Nyampunde Zack na hii ni Mr. Zack, mahali ambapo tunachambua ukweli, kuelimisha jamii na kuzungumza ukweli kuhusu masuala yanayoguza maisha ya kila Mkenya. Usisahau kulike, kushare na kusubscribe. Tukutane kwenye makala ingine ambayo itakuwa ya maana sana. Niite Nyampunde Zack.